Tanzania ni nchi ambayo sio tu imebarikiwa rasilimali zenye kuvutia, bali ina utajiri wa rasilimali zinazoshawishi uwekezaji kupitia sekta mbalimbali. Na kipekee, tuangazie sekta ya uvuvi, ambayo ni nguzo muhimu kwenye ukuaji wa uchumi wa taifa, kwani mbali na kuongeza pato la taifa, sekta hii inachangia pakubwa kwenye uzalishaji ajira, kuimarisha usalama wa chakula na kuinua kipato cha wananchi, hususan vijana na wanawake. Ni mnufaika wa BBT vijana. Serikali imetoa bilioni 7, sio hela ndogo. Imetuamini sisi vijana, na sisi ndio vijana ambao ni wa kwanza kupata katika ile bilioni 200 ambayo rais ameitangaza, na sisi tumekuwa wanufaika katika hilo. Tunaahidi kutekeleza mradi huu katika ufanisi ambao utaleta tija kwa vijana na tija kwa serikali yetu pamoja na wizara, na pia tuahidi kwamba tunataka kutengeneza ajira, tunataka kutengeneza ajira kwa vijana, na sisi pia tunataka kutengeneza vipato kupitia mradi huu. Hii ni kwa sababu uvuvi unaunganisha shughuli nyingi kwenye mnyororo wa thamani, kuanzia uzalishaji, usindikaji, usafirishaji hadi masoko ya ndani na kimataifa. Na hasa tukitambua kuwa Tanzania imebarikiwa kuwa na ukanda maalum wa uchumi wa bahari EEZ wenye takriban kilomita za mraba 223,023. Ukanda huu una rasilimali nyingi za uvuvi zenye thamani kubwa, ikiwa ni pamoja na samaki aina ya jodari. Hata hivyo, thamani hii bado haijaakisi kiwango cha ukuaji wa uchumi kinachopaswa kuonekana, na ndio maana uwekezaji wa kimkakati unahitajika ili kubadili rasilimali hizi kuwa fursa halisi za kiuchumi. Ndiyo, tuna rasilimali inaitwa bahari, lakini huwezi ukaenda na mashua katikati ya bahari kule kwenda kuvua, na wale wenye mameli makubwa hawawezi kuja mpaka hapa ukingoni. The late Rais mstaafu hayati Daktari John Magufuli alikamataga meli ya watu na ikatupa mfano kwamba kumbe sisi Mungu katupa maji hapa, katupa bahari hapa, kumbe kuna watu walikuwa wanaweza wakapita kwenye kina kirefu wakajichukulia samaki na ambao Mungu katupa sisi na kuondoka zao. Daktari Samia Suluhu Hassan akasema itajengwa bandari ya uvuvi ya kisasa kama zilizoko Ulaya na mataifa mengine, itajengwa hapa, na imejengwa kwa fedha za Watanzania. Kwa kutambua hilo, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imejikita katika kuimarisha sekta ya uvuvi kupitia uwekezaji wa kimkakati. Lengo ni kuimarisha mnyororo mzima wa thamani katika uvuvi wa bahari kuu na ufugaji wa samaki, kama anavyoeleza hapa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Mheshimiwa Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa. Nitoe taarifa kwa umma kwamba mwezi huu tarehe 25, Mheshimiwa Rais tukijaliwa atazindua meli ya kwanza ya uvuvi wa bahari kuu hapa nchini ambayo inamilikiwa na Tafiko. Sherehe hizo za aina yake zitafanyika Kigamboni, na hiyo itakuwa safari ya kumiliki meli za uvuvi wa bahari kuu. Katika bajeti iliyopangwa na tarehe 14 mwezi wa 5 nitasoma bajeti hiyo, tumetenga ununuzi wa meli 2 mpya za uvuvi wa bahari kuu za Tafiko, na hiyo inaenda sambamba pia na ununuzi wa meli za bahari kuu kwa upande wa Zanzibar, kwa sababu mpango ni kuwa na meli za uvuvi wa bahari kuu 4 Tanzania bara na 4 kwa Zanzibar. Hili nitaka niliseme ili umma ufahamu kabisa kwamba sio tu tunajenga bandari, lakini pia serikali inataka kumiliki vyombo vya kuvua bahari kuu ambavyo vitaendeshwa kwa ubia na sekta binafsi. Kwa hii taarifa napenda ifike kwa umma kwamba tutakuwa na shughuli muhimu sana tarehe 25 mwezi huu ya uzinduzi wa meli ya kwanza ya uvuvi wa bahari kuu inayomilikiwa na Tafiko. Lakini jambo lingine la ufafanuzi katika eneo hilo la uvuvi wa bahari kuu, tayari serikali inakamilisha upembuzi yakinifu wa kujenga bandari ya uvuvi ya pili Bagamoyo kwa viwango vya aina hii au kwa viwango zaidi
ya aina hii. Kwa hiyo mpango wa Mheshimiwa Rais ni kwamba ikikamilika hii, tunaenda kujenga bandari nyingine ya uvuvi Bagamoyo, na upembuzi yakinifu umekamilika, na ndani ya bajeti tumetenga pesa kwa kazi hiyo, na tayari hata mpango wa ujenzi serikali inaendelea kukamilisha. Uwekezaji huu unamaanisha nini kwa taifa? Kwanza, unaongeza tija na ushindani katika sekta ya uvuvi. Pili, unaimarisha usalama wa chakula kwa kuongeza upatikanaji wa samaki. Tatu, unaongeza mchango wa sekta hii katika pato la taifa kupitia mauzo ya nje. Na nne, unafungua ajira mpya katika ngazi zote za mnyororo wa thamani. Kupitia mpango kabambe wa sekta ya uvuvi, serikali inalenga kushirikisha sekta binafsi kama injini kuu ya ukuaji. Hii ni muhimu kwa sababu uwekezaji wa sekta binafsi huleta mitaji, teknolojia na ufanisi wa kibiashara unaohitajika kuongeza thamani ya rasilimali. Mathalan, hadi kufikia Machi 2026, uzalishaji wa samaki nchini umefikia tani 49 zenye thamani ya shilingi bilioni 343, ambapo ongezeko hilo limechagizwa na kiwango cha samaki wanaofugwa na sekta binafsi kupitia teknolojia ya vizimba. Kujikwamua kiuchumi na kuwezesha kutoka katika wimbi la umaskini, kwa sababu tunafahamu kwamba vijana ni wengi na wasomi ni wengi Tanzania. Kwa hiyo kupitia miradi hii tunaweza kwenda kujikwamua sisi kama vijana na kujiinua kiuchumi. Naam, ajira zinaongezeka, sera zinaboreshwa, vipato vinaimarika. Ujuzi wa kisasa unaenea kwa kasi kwa sababu miundombinu inawekezwa, huku soko la kimataifa pia likiendelea kukua. Uwekezaji katika sekta ya uvuvi si chaguo tena, ni hitaji la kimkakati kwa maendeleo endelevu ya taifa. Wakati ni sasa. Chukua hatua.